Mimi nimewahi kuolewa hapo kabla na mwanaume, nikazaa naye mtoto mmoja. Nilivyozaa naye mtoto mmoja, akawa na mambo mengi, akawa ananisumbua. Babangu aliniozesha nikiwa bado mdogo. Nilizaa nikiwa na miaka kama 17, 18 hivi. Pale hakuna huyo, nikaishi naye takriban miaka 2, akawa ananisumbua, naenda analewa, narudi na wanawake. Akanipeleka nyumbani niende kusalimia. Nimeenda kusalimia, akawa ameniacha huko. Kwa kila siku nitakutumia narudi. Kaja kushtukia ameoa. Basi nikamlea mwanangu, alikuwa na miezi 5 toka niliondoka kwake. Nikamlea mwanangu mpaka alipofikia umri fulani, nikana jipambania mimi mwenyewe, nikatafuta kazi, nikawa nafanya kazi Dodoma. Nimefanya kazi kama miaka 2. Babangu alikuwa askari magereza. Sasa alikuwa shastaafu muda mrefu. Akawa na marafiki zake, akawa na rafiki yake huyo ni mwanajeshi huko Kibaha, Dar es Salaam, huko Kibamba Mane. Akawa wamewasiliana, bwana mimi na binti yangu sio na nini. Mzee naye alimpigia simu kwamba alikuwa anahitaji binti wa kumuozesha kijana wake. Kumbe akawa ameorganize na baba, mimi sijui moja wala mbili. Nakuja tu baba anampigia simu, njoo nyumbani kuna dharura. Nimeenda nyumbani, naambiwa nimesha posa, umepata mchumba mwingine unaolewa. Sasa nikata sielewi nifanyeje. Baba mrake atatoka kiamwe. Baba yangu mimi alikuwa anaangalia sana hela. Yaani anaangalia kwanza maslahi yake mwenyewe. Basi nikapewa namba za huyo mtu, tukaanza kufahamiana, tukawa tunachat mpaka tukaje tukakutana. Tukawa tumependana. Maisha yakaenda, nikaanza kuishi naye. Kitu mimi ngoja sijui masuala sio ya uzazi wa mpango, nilikuwa sielewi. Kaishi naye 2014 nikapata ujauzito. 2015 nikajifungua mtoto wa kiume. Paka naye pia hivyo na Esa. Alikuwa mkuli, akawa anapiga sana, yani akilewa umkosea kirudi ni mangume. Yani hivyo kila siku tunapelekana mara polisi, mara Segerea, mara wapi. Kaenda hiyo hali, nikaja nikapata mimba ya pili. Hivyo napigwa mpaka naingia reba. Nikavumilia, nikawa sitaki tena kuondoka kwa sababu mimi bado mdogo, nitakuwa nahangaika huku na huku mpaka lini? Ndio tu nimvumilie, ndio kuna siku atabadilika. Nishazaa tena sasa hivi, hata naondoka naenda wapi? Nikavumilia, kaka yakanishinda. Nikaona sio kweli, mimi bado mdogo, ngoja nijaribu kunyanyuka nikajipambanie. Nikawa nimeshinda miaka kama 7 hivi au 8. Kanizaa naye watoto wawili, nimeondoka nikaja Kibaha picha ndege. Naomba utanihifadhia basi baadhi ya vitu. Nilipokuja hapa nikawa nafanya kazi kwa nauza baa. Japo ilikuwa sio kubwa, ilikuwa tu grocery. Nikawa nafanya pale. Nimeona fanya kazi kwa mtu sio kweli, nikaanza kujiajiri mwenyewe, nikaanza juice, popcorn nauza. Hivyo nikaendelea. Nimekaa nikiwa mwenyewe takriban miaka 6. Sikuwa kwenye mahusiano na mtu. Yaani nilikuwa nachukia kabisa wanaume kwa sababu nilikuwa naona ndo wale. Nikanolea tu watoto wangu kwa sababu nilikopo nao mimi mwenyewe. Kanawalea na wasomesha mimi mwenyewe. Mpaka mwaka juzi 2023 mwezi wa 8 nilikutana na mtu ambaye huyo ndo amenifanya nikutafute kwa ajili ya unipe ushauri. So kaka nilivyokutana naye, alitaka mtu ambaye ni mkweli, ambaye amenyooka na kona. Nikamwambia nitakwambia kila kitu changu na wewe ndio utaamua. Kweli sikumficha, nikamwambia kweli kwamba mimi nina watoto 3, wote wa kiume. Mmoja nipo naye, mwingine yupo kwa babake, mwingine yupo kwa mamangu. Huyo mwingine mmoja ambaye yuko naye yuko chini yangu na mhudumia mimi mwenyewe kwa kila kitu. Sikumficha kitu, ni situation yangu yote, maisha yangu ya nyuma yote, status yangu yote nilimweleza kila kitu, sikumficha. Naye akanieleza kwamba ameshaoa zaidi ya mara 3. Mwanamke mwingine sio alitoa mimba wakazingwana akaondoka. Sio mwingine walisumbuana pia akaondoka. Mwingine sio alipiga akamweka kabisa nyumbani kwake. Yeye ni mtu wa kusafiri anarudi akakuta yule mwanamke amebeba kila kitu ameondoka. Basi nikamwambia pole, na mimi ndo hayo niliyopitia. Kaniambia sasa hivi ninachofocus sana, natamani kupata mtu ambaye yuko tayari kutafuta maisha, yuko tayari kufanya maisha, anizalie
na imani nitampenda, nitakuwa naye pamoja, sababu sitataka mtoto wangu alelewe na mtu mwingine au na mama mwingine. Nataka kukaa na wewe mwanamke kama familia. Nikamwambia mimi kukuzalia sio shida. Shida ni kwamba sitaki kulea mtoto tena bila baba. Nahitaji kupata mtu ambaye ataniambia nizae mimi kwanza, watoto wananitosha. Ila nikipata mtu ambaye yuko serious kabisa, nitazaa naye mtoto bila shida, kwa sababu nitazaa na mtu ambaye atakuwa yuko tayari kutengeneza na mimi familia. Kwa wakati naongea hivyo, mimi sikuwa na plani zozote kwamba eti naweza kumzalia, hapana, ila nilikuwa situmii pia uzazi wangu. Kumbuka miaka yote hiyo. Basi tukaa tunaleti siku yani tumeanza kwanza kwa kufahamiana, tuko kuchat nini hivi, tulikutana japo mpaka siku nilipoamua yeye mwenyewe alipotaka niende kwake. Nenda kwake tu siku ya kwanza, kama amenipenda, amelizia kwamba akataki niondoke, kanifungia kwake kama wiki moja hivi. Ndani hiyo wiki moja nikaa nimebahatika kupata ujauzito. Yani nikaa naye kama siku 4 hivi, 5 na 6 ya 7 yeye akawa amesafiri. Alivyoondoka tu nikajua niko tofauti. Kama wiki ya pili nikaenda kutafuta kibomba, nikajipima, nikajigundua na ujauzito. Nikasema moja kwa moja ni mtu fulani, kwa sababu sijadate na mtu mwingine zaidi yake. Nikamtafuta, sikuwa na simu kubwa, nilikuwa nimepoteza simu. Nikamtafuta, nikamweleza, akaonyesha kabisa kufurahi. Akaniambia kumbe ndo maana hata mimi toka nimeondoka nilikuwa nikijiona na hali ya tofauti na lalala na kula vitu ovyo ovyo. Nikamwambia ndo hivyo, mimi niko 1 2 3. Akaniambia nimefurahi sana, haina shida. Nikamwambia vipi sasa, una mpango gani? Akaniambia naomba nikirudi tutaje tuongee vizuri, kwa sasa hivi wewe nitakuhudumia wewe kwa kila kitu, mtalea ujauzito pamoja na wewe, na kila kitu chako kitakuwa chini yangu mpaka pale utakapojifungua, tutajua nini cha kufanya. Sawa, tukaendelea hivyo na kuongea tunachati mpaka akija. Anaweza akaondoka kwa miezi 3, akaja nikaenda kwake, hivyo tunaendelea, kila kitu ananishirikisha mipango yake yote. Yani kiufupi nikawa kama mke wake. Kwa kila kitu namwambia afanye hivi, ananikia kama yani mtu, yani kabisa naona kabisa yes, nimepata mtu kweli kabisa alinipenda, yani ni mtu fulani ambaye alikuwa ananijali. Nikajikuta nimenogea, yani nimempenda, niko tayari kuzaa. Nikiwa na ujauzito wa miezi 5, kwa kipindi alisafiri, alivyorudi akacha simu yake ndogo. Mimi nikana copy tu namba. Wakati na copy namba, kuna message ikaingia, mume wangu vipi, mbona kimya tu, umefika hujaniambia chochote. Sipendaki kusoma exinga mpana. Hii ngoje nifuatilie. Kafungua SMS zake, kweli nilifanya makosa, lakini ilikuwa ni kwa faida yangu. Nikagundua na binti amemweleza kwamba na mwanamke ana ujauzito, ila simpendi. Ndio hivyo, kwa sababu yeye alishazaa, mimi siwezi kuwa mwanamke ambaye amezaa. Nitakuwa na wewe, nataka nikuoe wewe ili unizalie, tutaishi pamoja, ila huyu siwezi kumwacha kwa sababu pia akakubali kunizalia. Yani hayo niliyajua baada ya kuchukua ile namba. Nikamfanya yule binti akawa rafiki yangu, akaniamini. Ndo hivyo niamini, ndo akaanza mimi na shemeji yako 1 2 3, ananiambia bila kujua nani nimwambia. Yule mimi ndo mtu wangu, kila kitu chake akananiambia, anapiga picha wake pamoja, mimi ananitumia. Kweli kaka ikanaumia, ikafikia tu akatamani hata kutoa ule ujauzito. Hii nikasema mbona kama ni mtu safi, labda tu siwezi jua mwanaume, unajua siwezi kukaa na mwanamke mmoja, lakini sio kweli. Mbona ananifanyia hivi? Sikumuonyeshia kwamba nimejua vitu vyake. Nikaa hivyo naendelea kukaa kimya mpaka nimejifungua. Kabla sijifungua unaweza kubadili dini? Kaambia maana yeye ni Muislamu. Kaambia anaweza kubadilisha dini bila shida yoyote, kwa sababu nataka kutengeneza familia. Kwa dini kwangu sio issue. Akaniambia maana baba alikuwa anataka tufunge ndoa, lakini nilivyomwambia una ujauzito akasema nisubirie ujifungue. Kaambia ina shida. Sikaendelea mpaka nilipokuja kujifungua nikiwa na kama mwezi. Ndio ikabidi nimwambie. Mbona kuna 1 2 3 mimi. Kabla sijamwambia samani. Kabla sijamwambia yule binti akawa ameshtukia. Akame niuliza mbona kama mtu fulani, kando umenijuaje? Nimekuja kufananisha hii namba nishe kuona kwa mwanangu wangu ambaye nakwambia ni shemeji yako sio na nini. Nikamwambia binti, ulishachelewa, kila kitu ushaniambia na kijua. Hamna shida, wewe baki naye, mimi tunalea mtoto wangu. Ndio kama amedaucha, kama amemtafuta mwanamke wako amenitia na nifanye mimi rafiki yake, kumbe ni mwanamke wako amejua vitu vyetu. Wakaanza kugombana wao kwa wao. Baadaye mwanaume huja kuniuliza, nikamwambia tu kweli.
Kweli ilikuwa imeniumiza kwa sababu nilikuwa najua hata akija ananichekea mimi, lakini kila kitu ninajua. Kuna wakati hata nikiwa tuko ndani anatoka anaenda anampigia simu wanaongea, na mimi nijaribu kumpigia ndio nakutana anatumika, najua kweli walikuwa wanaongea, lakini navumilia sana. Ikileta hapa mdomo inawezekana nikamwambia mimi ndio sababu labda naongea sana nini. Ngoja nimwache afanye anachotaka. Ndivyo mwambia, akaniambia basi kwanza wewe na yeye sio yoyote. Wewe utalea tu mtoto wangu. Nikaona hizi tu ni asili atabadilika. Lakini swala limeendelea kaka, mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe. Mtoto ana mwaka na mwezi mmoja. Amekuwa kila nikimwambia hivi anasema hivi, ukimwambia kuhusu huduma anaingilia hapa anatokea hapa. Alikuwa yupo toka mwaka jana. Amerudi majuzi tu. Alivyorudi alikuwa na kawaida, maana mimi na ufunguo kule kwake, na maana mimi nimepanga ya mjini. Alikuwa kabla hajafika waga ananipigia simu, kafanya usafi na rudi nikukuote na mtoto wangu. Naenda kufanya usafi, na nilienda kufanya usafi kama wiki mbili zilizopita. Juzi amerudi, nikamwambia mbona umekuja kimya hujaniambia? Haya basi nitakuja baadaye. Uje kufanya nini? Wewe kaa kwako nitahudumia mtoto akiwa huko. Nikaona sawa. Nitakuja baadaye, nije tutaondoka wote. Baadaye alivyokuja kaka nikamwona mtu fulani hivi ndio yuko tofauti, mbadilika. Kila nikimwambia hivi anasema hivi, mbele. Nikasema uje nimwache kwa sababu anafanya kazi muda mrefu, huenda amechoka. Akaondoka. Alipoondoka zikapita kama siku 2 ndo akaja na amebadilika. Kama nikimpigia simu video call hataki kuonekana, na nilitu anakuwa anamuona tu mtoto, sisi hatumuoni. Nikasema huyu sio ana shida gani? Sio kesi. Nikamwacha mpaka majuzi alipokuja Jumapili. Nikamwambia mbona uko moja mpaka tu sikuelewi. Safu kwanza mimi nimekumisi. Tuna mwaka mzima. Mimi pia nahisi toka nimejifungua mpaka leo. Kweli nimekukumbuka mwenzangu vipi? Akaniambia mimi siwezi kufanya zinaa. Nikamwambia leo mimi naitwa nafanya zinaa. Kweli? Ndio hivyo. Nikalale na wewe kwani wewe mke wangu. Ile majibu kweli aliniumiza. Akaondoka, nikalia sana. Baadaye nikamtafuta, akamwambia mbona niambie kweli, mbona unanifanyia hivi? Ukukosea nini wewe kaka? Ndio hivyo, mimi nishakwambia siwezi kuwa mwanamke ambaye alishazaa. Nikamwambia kipi ambacho kukijua kuhusu mimi? Kila kitu nilikuweka wazi. Na kuwaje leo unaniambia hivi? Nikamwambia ndio hivyo, mimi kwanza na mwanamke wangu. Nikajua ananitania. Kweli nikampigia mtu jirani pale, akaniambia mbona amerudi na mwanamke? Kaka, kiliniumiza sana. Sana mpaka hapa nilipo sasa hivi mimi sielewi nifanyeje. Yaani sielewi niko wapi. Watoto 4 kaka. Haya, baada ya kuwa naye kwenye mahusiano, wale wengine baba zao waliwachukua. Mwana mmoja nimezaa na mwana mwingine, wawili ni baba mwingine, na huyu ndo wa kwake. Kwa watoto wote wakaondoka, nikabaki tu mimi na mtoto wake. Leo yeye ananiasikia mtu ana mwanamke mbuni. Nifanye nini kaka? Sielewi. Nimekonda, nimeisha, sifanyi chochote yani. Kila kitu kwangu naona kama kimesimama. Nimeumia sana. Omba nisaidie.